maarifa mapana. Kugombea nafasi ya ubunge ni nafasi kubwa. Hiyo nayo inadhihirisha tu kwamba kumbe ukienda na ukipata mafunzo inakujengea kujiamini zaidi. Kati ya watu 11 na mimi ndio mtoto kijana mdogo nikaweza kushika nafasi ya 4. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo, na pia sijakata tamaa. Naamini kabisa umri bado unaniruhusu, wakati bado unakuja. Naamini 2020 ni wakati wangu, nitafanya vizuri zaidi. Nataka niwasaidie wenzangu, wanawake wenzangu, watoto katika vitu tofauti kama masomo, vituo vya afya ili wasihangaike. Na hata alipokuwa mduchu, alikuwa kwanza yuko mchangamfu, alafu anapenda kusema sana yani. Shule ile msemaji sana, akija akirudi anambia, "Dada mimi natamani kuwa kiongozi siku moja." Ila siku yani hizo ndo ndoto zake. Nilipoenda kugombania kule nilihisi mazingira yake bado vile yule mbunge aliyekuwa pale hajaweza kuyatimiza hadi kuakizi yale mahitaji ya wananchi waliokuwa pale, na mimi niliamua kwamba nikienda pale na sera zangu zote nilizokuwa nikipita nyumba hadi nyumba, ninaambia nitakunichagua kwa kwamba mimi ni mbunge wenu na hakikisha nitatatua kero zenu zote. Mheshimiwa Amina kwanza wao walikwenda semina hizi ambazo ziliwekwa na TAMWA hapa Mkokotoni. Kwa hivyo baada ya kwenda kujengewa uwezo pale ndio tayari wakawa wamekuja kwenye chama chetu. Kwa hivyo sasa ndio wakawa kama ni watu ambao wanatarajiwa kuwa wagombea. Walipokuja TAMWA ni mwanzo, walipokuja kuweka semina yao ile ya mwanzo ya kuweza kutupa mafunzo ili kutiania kutaka kugombea. Kabla sijaenda kuchukua fomu hapo, walitufunza kwanza ujasiri, nilikuwa ujasiri, na wakatufundisha jinsi ya kwenda kukutana na wale watu katika kile kijiji, jinsi ya kwenda kuwakabili, kuwaelimisha, kuwapa maneno mazuri, kutoka na hasira. Hata kama watakao wamekudharau, wamekucheka, basi unatakiwa usiwe na hasira. Mabadiliko yalikuwepo kwa sababu waliongezeka zaidi, alikuwa tena anajiamini kupita maelezo. Akirudi ananiambia, "Dada leo nimesimama mtu wa mwanzo kuambiwa atoke natoka mimi." Basi najisi kama ile na amani rohoni mwangu, nikishamaliza tu pale kusema watu wananipigia makofi, mwenye najiona furaha, basi nikirudi kunatamani kama kesho niamke mbio mbio nipate niende tena kule. Mpaka nilikuwa namuuliza, "Wewe uchoki?" Yani ilikuwa nahisi kama moyo unanidundamia yani. Kila siku ananisifia yani najisi kama moyo unaniuma, mpaka tunafika pale anasimama. Kikweli nilijisi kama natoka na machozi hivi. Nilijisikia furaha kama dada yani. Nimesimama nikajikuta na amani yani. Narudi nikajisi ndugu yangu sasa nilikia kuwa mbunge yani. Kikweli ulikuwa ni si mgumu kihivyo na la sio mwepesi. Yani ulikuwa ni upinzani mkubwa, unajua kusema yote itakuwa lazima ni upinzani tu. Nashukuru umefanikiwa, nimevuka msuko mimi upinzani nimeacha wenzangu, nimepata mimi, nilifurahi kwanza nilipotolewa na chama. Mimi kama mimi wakati naenda kutafuta wadhamini, kwanza walinikuta mtihani huu. Mtu ananiambia, "Mimi siwezi kukupa kitambulisho changu, siwezi kudhamini, labda mpaka unipe pesa." Na mimi kizingatia pesa sina bado. Sijua na pesa hiyo ya kuhonga kama watu. Kwa hiyo mimi niliamua tu kuelewesha, walitaka pesa. Na hicho kitu pia kinakuwa kinaturudisha nyuma sisi tuliokuwa hatuna pesa. Kwa kiasi kikubwa sana suala la uchumi linawakwaza, na ndilo ambalo linachangia vijana wengi, wanawake wengi kushindwa kufikia malengo hayo. Kwenye familia yangu nashukuru babangu hajanitupa mkono, alikuwa ananisaidia vya kutosha. Tulikuwa tunamsupport sana. Kwanza kumsupport mtu sio lazima labda umpe pesa. Kiukweli hatuna uwezo wa kumpa mipesa, labda nenda akafanye makampeni, ni uwezo huo hatuna. Lakini tulichokuwa tukimsupport ni kumpa moyo. Kiukweli sijashindwa bado. Sijashindwa. Kwa sababu najiamini inaweza. UN Women, mimi ninaomba yani watupe support kubwa, kwa sababu na sisi tunataka tufike katika ngazi za juu kama walivyofika wenzetu. Kwanza tunawashukuru sana, wametusaidia vya kutosha sisi wanawake, bado hajatuacha nyuma. Kwa hiyo ninaomba mimi wazidi kutusaidia. Wanawake tunaweza, tusikate tamaa bila kuwezeshwa. Kwa mila ya Kimasai au Kiarusha, wanaume tu ndio wanasiasa. Maana kuna malaigwanani, kama unamnasikia laigwanani ni mwanasiasa, ni kiongozi anayeongoza mila. Kuna ukoo 3 au milango mitatu. Kuna Molel, kuna Kibuyo, kuna Laiza. Sasa katika hizi milango, kila mlango wanachagua kiongozi wake. Lakini kwa upande wa wanaume tu, hatuna kiongozi wa mama anayegombania cheo hicho.
Kwa upande wa kina mama, kabla ya kujengewa uwezo wa kupata mafunzo, walikuwa hawajiamini. Walikuwa wanafanya kazi kwa hofu, kwamba huenda mimi ni mwanamke, sitaweza kufikia lengo la kuongoza kwa kiwango kinachotakiwa. Lakini baada ya mafunzo, hata uchangiaji kwenye vikao unakuwa na nguvu. Lakini pia kujiamini kule, na yale mafunzo ya kujua wewe ni mwanamke, ukiwa kama unataka kuongea na vyombo vya habari, unatakiwa iwe hivi, unatakiwa kuhutubia mkutano, unatakiwa usimame nafasi gani, unatakiwa uwe umejiandaa kwa kiwango gani, unakwenda kusema na kina nani, unawaambia nini, kwa wakati gani, vipaumbele vyako. Kwa hiyo unakuwa na uwezo wa kupanga mambo yako, mambo ambayo yanaweza kuwashawishi wale wanaokusikiliza waendelee kukusikiliza, na wafike mahali waamini kwamba unaweza. Alipopata nafasi hiyo, nashukuru Mungu. Nilipokea kwa roho mzuri, kwa roho mweupe na kwa furaha, kwa sababu mila hiyo ya zamani ni potofu. Wafate mila ya sasa ambayo ina mwanga zaidi ndani. Kagombea udiwani hapa. Kwa hiyo tulimpendekeza sana awe diwani, ikawa tu bahati mbaya kidogo akawa kupita. Mchakato wa uchaguzi unaathirika sana na mfumo dume, kwa sababu wanawake wanajitokeza kugombea, lakini wanaume walioko kwenye nafasi, kutokana na makundi yao, mtu anatamani fulani asipite, apite fulani kwa sababu ni mtu wangu, fulani sio wa kundi letu. Hivyo vitu vimetugharimu sana sana sana, vimetudhoofisha na kutuondoa kwenye hali halisi tulionayo kwenda kwenye hali ambayo sikuitarajia binafsi. Kuna watu walipeleka mambo ya uongo, umbea, usio na tija, kumchafua jina lake. Wanaume wengi wanahisi kwamba kufanya siasa ni labda ni mwanamke kuingia kwenye siasa ni umalaya, yani wanahisi kama kunaweza kumbadilisha mwanamke kutoka kwenye tabia yake ya halisi kwenda kwenye tabia ambayo hawaitarajii, kitu ambacho si kweli. Vikwazo ambavyo nimekumbana navyo ndani ya ndoa, haswa mume wangu kupingana kabisa na swala la mimi kuwa kiongozi. Alidiriki hata kutumia vyombo vya habari kunichafua na nini. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu mimi mwenyewe nilijikubali, lakini pia nikawa tayari kukataa ile hali ambayo anataka kunivisha. Kiukweli hizi asasi zinawasaidia sana wanawake kuwajengea uwezo kupitia UN Women. Mfano mzuri ni elimu tulioipata wakati wa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2015. Mafunzo hayo binafsi mimi yamenijengea uwezo mkubwa sana. Yamenifanya nijiamini kupita kiasi, yamenijengea uwezo wa kusimama majukwaani, kuandaa hotuba nzuri, kuangalia ni nini wananchi wanahitaji kwa wakati gani, kwenye mazingira gani. Binafsi mimi nayafurahia sana, na ningeshauri yaendelee kutolewa kwa wanawake kwa lengo la kuwajengea uwezo. 2020 wanawake wengi wajitokeze kugombea nafasi mbalimbali. Mwanamke kuwa kwenye uongozi isionekane ama isiwe ni hisani, iwe ni mtu ambaye anastahili, ana uwezo. Sasa kwa kuwa vyama vyetu hivi ni matokeo ya jamii, wito kwa jamii kubadilisha mtazamo na kufikiri kwamba ni wanaume peke yao ndio wanaostahili kuwa viongozi. Kwenye level hii ya kidunia tumeona wanawake wengi ambao wamekuwa ni viongozi na wamefanya mambo makubwa ambayo yanakumbukwa. Kwa hiyo nitoa wito kwa ujumla wake kuhakikisha kwamba uwanja unakuwa ni level kwa watu wote, ili wanawake waweze kuonyesha vipaji vyao ambavyo wamejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kimsingi nimejengeka kuwa kiongozi. Kwanza jamii ilinipa kuwa niwe na ujasiri huo. Nilikuwa katika vikundi mbalimbali vya kina mama nikiwa kama kiongozi. Lakini pia niliwahi baada ya kumaliza masomo yangu nilikwenda JKT mwaka mmoja kujitolea, basi ilinijenga pia katika ujasiri huu. Tekra Johannes Marwa ni mdogo wangu ambaye ni diwani anayenifuata mara ya 3. Baada ya kutoka jeshini akawa anajihusisha sana mambo ya uongozi pale nyumbani. Yaani kiasi mlikuwa mnakaa mnaona anajaribu kuwaongoza. Nafikiri sisi kwa sababu kanisa hatujafungamana na upande wowote, tunawezesha kuwatia moyo kwamba wanaweza, na hilo ni moja ya jambo ambalo nimekuwa nalo kwamba mara kwa mara inapofikia wakati wa kampeni na hamasisha kwamba wanawake na wao wajitokeze, na si Mama Tekra peke yake ambaye ni mheshimiwa hapa kanisani,
na wengine wapo niliwahamasisha kwamba na ninyi mnaweza kuchukua fomu na mkagombea mkapata, na wamepata. Waheshimiwa madiwani tunao kanisani. Kwenye mafunzo niliyowapata kuna mada iliyokuwa na kuandaa bajeti. Kwa hiyo ilinifanya nikaelewa, na ndio maana katika kuandaa kwangu bajeti ilinifanikisha mpaka nikafikia hatua ya kuwa diwani viti maalum. Yaani tunapokuwa wanawake kwa kweli nafika sehemu tunadharaulika kwamba mwanamke hawezi. Yaani kwanza unapochukua fomu yani unajadiliwa sana. Wanaume wanasema huyu hataweza, lakini anapotokea akaweza wanasema kumbe mwanamke anaweza. Katika mila zetu kwamba mwanamke akisimama kuongea watu wawe msikilizi, lakini pia mwanamke anaweza asitoe maamuzi. Mwanamke pia anaweza labda akipata uwezo akadharau familia yake. Wengi walielewa hivyo kutokana na mila tulionayo. Mimi nimekuwa kwenye siasa tangu 93. Nilikuwa nahitaji sana wakina mama waingie kwenye siasa. Hasa katika jimbo letu la Tarime walikuwa bado mwamko haupo. Tulifanya kazi ngumu sana kuhakikisha kwamba tunapata wakina mama. Na yeye tulipokuja kumpata akawa katibu wa wilaya, amehamasisha wakina mama wengi sana kujiunga na chama. Kilichonitia motisha, kwanza nilitamani kuwawakilisha wakina mama wenzangu ambao walikuwa wanaogopa. Nilitaka niwe kielelezo kwa wale mabinti ambao wanaogopa siasa, wakina mama, ili wajifunze kwangu. Na ndio maana nimesema kwa asilimia kubwa hilo nimefaulu. Kimsingi mimi nilisapotiwa sana na familia yangu, na hata watoto wangu walinitia moyo. Wakati mwingine nilikuwa napungukiwa na kipato, wananiongezea. Ni muhimu kwa wanawake kupata hizi nafasi. Kwa sababu gani? Wanawake wameshakuwa madereva wa ndege, wanawake ni marubani wa meli, naona hata kwenye TV humo. Sasa wakina mama walikuwa hawana fedha za kuweza kutumia katika shughuli nzima za kampeni, za kutafuta kujaza fomu, wakawa wanaona kama ni mzigo. Lakini sasa hivi wakina mama wana uwezo. Maisha yangu nimekuwa kama napenda mambo ya uongozi, kwa sababu toka niko shule ya msingi nimekuwa nikiwa kiongozi, sekondari, vyuoni pia nimeweza kuwa kwenye serikali ya wanafunzi. Kwa hiyo ni maisha ambayo niliyazoea. Lakini pili, familia inaonizunguka pia ni wanasiasa. Mafunzo yale yalikuwa ni ya muhimu sana kwangu binafsi, najua na wenzangu pia walitusaidia kwanza kujijengea uwezo wa kujiamini, lakini pia jinsi gani ya kujenga hoja unapoongea na wapiga kura wako, lakini pia kuangalia vipaumbele vyenye shida katika jamii husika. Mara kwanza kabla ya hapo nilikuwa nafikiri labda jamii nao nifaa tu ni ile ya chama changu, lakini baada ya kujifunza nikagundua kwamba watu wa dini ni muhimu, wazee wa mila ni muhimu, kuna wanawake wale ambao ni mashuhuri kwenye mtaa, hajasoma kabisa, lakini ukienda kumuona anaweza kuletea wanawake zaidi ya 20 kwa ndani ya dakika 10. 2010 niligombea viti maalum na niliongoza mkoa mzima, lakini nilikuja kushindwa kwenye taifa kwa sababu nafasi zilikuwa chache. Na mwaka huu nikajaribu tena na niligombea jimbo kabisa. Sikugombea tu viti maalum. Katika nafasi ya jimbo tulikuwa watu 26, wanawake tulikuwa 2, lakini mimi nilishika nafasi ya 5. Baada ya hapo, kwa sababu chama chetu kinaruhusu kugombea nafasi 2, ukikosa huku unajaribu huku. Kwa hivyo gombea kwenye nafasi ya wanawake niliongoza. Chama kama chama kinatazama ni jinsi gani kitashika dola na ni jinsi gani kitapata wabunge wengi kwa ajili ya kuendeleza siasa. Kwa hiyo kama mwanamke unapochukua fomu, wanakuwa na maswali mara 2 kuliko mwanamume. Kwanza wanajiuliza, je, familia yake itamkubali? Tutamruhusu achukue na atazuia nafasi ya watu wengine. Lakini akija kwenye utekelezaji, familia itaruhusu? Je, tukimpatia ana uwezo, ana pesa? Wana maswali mengi wanaojiuliza. Kwa hiyo utakuta wakati mwingine wanakuambia basi wewe tunakuona unafaa, lakini nenda kwenye viti maalum. Kwa kweli ninawashukuru sana TGNP, na TGNP sio peke yao, ninawashukuru UN Women kwa kusaidia hizi taasisi za wanawake ikiwemo na TAMWA, ikiwemo na taasisi zingine. Yaani mimi siasa napenda sana. Yaani nikiwa toka shule ya msingi siasa nilikuwa naipenda. Kwa hiyo mimi nilikuwa napenda sana siku nikiwa au kiongozi ndani ya kata yangu lazima nipiganie kata yangu iweze kujikwamua. Sana wakina mama, na vile vile nilikuwa naumia sana wakina mama tulipokuwa tukienda kliniki tunapata shida mwanzoni. Lakini kwa sasa hivi walau unafuu upo sisi kwa kina mama. Hata ukibeba mimba wanajali sana siku hizi. Dada Lucy namjua kwa sababu ni mdogo wangu, nimezaliwa tumbo moja.
yeye toka zamani, lakini nikawa namzuia, namwambia wewe, siasa ina wenyewe, achana nayo. Sasa si mtu alishapenda, uweze kumzuia sana. Tukamwacha akaendelea na siasa yake. Mchakato, nilienda wilayani, nilivyoamua sasa kwamba naenda kutia nia. Unaenda wilayani, unaandika kwenye kitabu cha watia nia. Tukarudi kwenda kuchukua fomu. Fomu ilikuwa inauzwa shilingi 10,000. Wanachama kuwatoa kwenye vijiji vyao kuwaleta kwa ajili ya uchaguzi. Tukabidi tutoe 1,500,000 kwa ajili ya uchaguzi mzima. Tukamaliza, ndio tukawa sasa wagombea. Tukaingia sasa kwenye michakato, kwanza kuanza kupiga kampeni. Kwa kweli mimi wakati amechukua fomu nikamwambia, kwa kweli haya mambo ya siasa kwa kweli mwenyewe umeamua fanya, lakini kwangu mimi halipo, sababu naona mambo mengi sana, changamoto nyingi sana zinawasumbua na siasa, utauawa. Lakini akasema mimi naenda. Kwanza nilikuwa sijui jinsi ya kujieleza, halafu vile vile jinsi ya kuandaa muhtasari, na halafu vile vile kwamba kampeni inaanzaje. Nikasema kwa lolote, hata kama utakuwa ni mkutano wa watu wangapi, nasimama, ninajieleza, ninasaidia jamii yangu, wananchi wenzangu. Kiukweli nilimuona ni sawa na mimi, licha ni mlemavu. Hata kumchapishia vipeperushi vyake tulimchapishia. Kiukweli unapokuwa mlemavu alafu huna kipato, kweli inasikitisha. Unajikuta usafiri huna, sehemu nyingine ilikuwa tukienda ni mpaka udandie pikipiki, wakati mwingine uwezo wa pikipiki yeye kupanda hawezi. Kweli nimeona ni changamoto sana. Nilichogundua ni kwamba mtu mpaka uwe na pesa. Atukana sana, mpaka natishiwa kuuawa. Kuna kipindi mpaka alihama ndani mwake akawa halali. Hata katika biashara yake, alipokuwa kwenye biashara yake pale, kuna vituko vingi sana, kama polisi alienda sana. Alifuatiwa sana vijana kutaka kumpiga, lakini mpaka nikawa namwambia wewe si uachane nao. Kuna vijana ambao wanasiasa ni wa upande wa pili. Yaani waliweza kunitafuta sana, lakini baadaye walianza kunitolea matusi, maneno ya kashfa, peleka huko miguu yako ya polio, lakini nilikubaliana nayo tu. Alafu vile vile wakawa wameanza sasa kunitafuta kwamba yani ninapolala wajue ni wapi kwangu. Lakini baada ya kuyasikia maneno sasa wakawa naongea na watu wanasikia, kaibidi nihame nyumbani kwangu. Nilimpigia simu mkuu wa mkoa, baada ya kumpigia akaniuliza kwamba uko sehemu gani, kamaelekeza, akaniambia kwamba pale kuna kituo cha polisi, nikamwambia ndio. Akampigia simu OCS wa pale. Alivyompigia simu ile OCS wa pale, wale vijana walikamatwa mara moja. Sababu nilianzia uongozi toka chini, kwa hiyo nikaona kwamba ipo umuhimu wa kwenda kwenye ngazi za juu zaidi. Na kwa mwanzo sikuzoea nafasi za kuteuliwa, nilizoea nafasi za kuchaguliwa toka chini. Baadaye nikawa diwani wa wadi, lakini na baadaye nikasema kwa nini hapa ngazi ya juu nisiwezi, ngoja nijaribu. Kwa hiyo nilipotia nia mimi mwenyewe, na baadaye basi wananchi wangu wakanisapoti na nikaingia hapa. Mheshimiwa Asha nimemfahamu kwa muda mrefu, kwa sababu ni mtu ambaye tulikuwa tuko karibu naye, kwa sababu sisi masheha na madiwani basi inakuwa shughuli zetu zinakuwa zinalingana. Mheshimiwa Asha nimemjua siku nyingi, kwa sababu mimi ni katibu wa kina mama wadi, kwa hiyo tulikuwa tunakutana sana kule wilayani. Mwanzo nilimtambua kama diwani, alikuwa diwani wa Kilombero. Mchakato ulikuwa mkubwa zaidi na wenye changamoto nyingi, na hususan sisi wanawake, na unakuta kwamba wanawake wengi wanaogopa zaidi kugombea katika nafasi za majimbo. Lakini na baadaye nikafanikiwa kupata mafunzo ambayo yanahusu uongozi, yani mwanamke kujitokeza katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika majimbo. Vitu ambavyo ninavikumbuka katika mafunzo yale, kwanza niliweza kuweza kukaa kusimama mbele ya watu, lakini pia jingine niliweza kuunda na kuandaa timu ya kampeni na kutafuta wafadhili mbalimbali jinsi gani ya kuandaa budget. Baada ya mafunzo namuona amebadilika.